KTN Nairobi. Naam, tusonge mbele mtazamaji. Ugumu wa maisha nchini umechochea ongezeko la wanawake wanaojitolea kwa bebea mimba watu wengine maarufu kama surrogacy. Mchakato ambao awali ulilenga pia kuwasaidia wale wasioweza kupata watoto sasa umegeuzwa kitega uchumi hatari na ambacho hutumiwa kuwanyanyasa kina dada. Taifa la Kenya likiorodheshwa na baadhi ya ripoti kwamba nchi hatari zaidi kwa shughuli za surrogacy, ikiwa ni biashara ambayo bado haijadhibitiwa kisheria. Miili ya wanawake sasa imegeuzwa bidhaa, huku maajenti, madalali na watu wenye uwezo wa kifedha wakivuna mamilioni ya pesa. Hatima ya watoto hawa imetiliwa shaka, baadhi ya watoto wakisemekana kuuzwa kwa sababu ya viungo katika mataifa ya nje. Kitengo cha uchunguzi cha KTN leo kinafichua giza la surrogacy kupitia simulizi ya mwanamke mwenye umri wa miaka 26, mama wa watoto watatu, aliyebeba mimba kwa niaba ya mteja wake Marekani. Safari iliyoishia maumivu, hasara na maswali mazito yasiyo na majibu. Mwanahabari wetu uchunguzi wa KTN Francis Ontuma na taarifa hii kwa kina. How much are you being paid for per kid every head? Confidential. I feel like you're in the wrong place if you're trying to look for crimes. Kuna watoto, so I just wanted to help. Kulikuwa na mtoto wa kusurvive. Sasa ningejua aje na mtoto kwenye ulinipeleka alitolewa akiwa pieces. This a black market. Katika maisha ya wanandoa, mtoto huchukua nafasi ya kipekee. Ni ishara ya tumaini, urithi na utimilifu wa familia. Hata hivyo, si kila mtu ana bahati ya kupata mtoto kwa njia ya kawaida. Kwa baadhi, njia mbadala huchukuliwa, ikiwemo mwanamke kujitolea kubeba mimba kwa niaba ya wengine, kwa Kiingereza surrogacy. Lakini tofauti na mataifa mengine, Kenya haina sheria madhubuti ya kudhibiti mchakato huu. Pengo hili la kisheria limewaacha wanawake wengi katika hatari ya kudhulumiwa na kutupwa baada ya kutumiwa. Maisha yalimtupa Irene katika kona ya giza ya dhiki na mashaka. Maswali yakimzonga kila uchao, akijaribu kufahamu ni wapi mambo yaliharibika. Irene si jina lake. Tunalibana jina lake halisi kwa sababu za kiusalama. Ni mama wa watoto watatu na mfanyakazi wa rejareja. Alipojikuta hana ajira na hana njia ya kukimu familia yake, simu moja kutoka kwa rafiki wa karibu ilibadilisha maisha yake milele. Hao watu wa surrogacy tulipatana nao through rafiki yangu, ndiye alinipea contact. Nikaanza communicate na wao. Wakaniuliza, wakanipea details za wenye wanalipananga na kama niko willing kufanya na hiyo pesa. Nikawaambia yes, niko willing na nikakubali. Wakani book na clinic. Nikaenda clinic for 2 months. Mteja mmoja kutoka New Jersey, Marekani, aliwasilisha ombi kwa Irene kumbebea mimba kwa njia ya surrogacy. Kupitia agent mmoja humu nchini kwa jina Elisi Fertility and Surrogacy Limited, maagenti hao wakaafikia kumlipa Irene mshahara wa shilingi 35,000 kila mwezi, pamoja na huduma za afya hadi atakapojifungua. Wandani wa sekta hii wanasema kuwa kikawaida malipo ya surrogacy hutofautiana sana kutoka sehemu moja hadi nyingine. Nchini Kenya kwa mfano, akina mama hupokea baina ya 200,000 hadi shilingi milioni 1 hivi. Nchini Marekani na baadhi ya mataifa ughaibuni, wanawake hulipwa hata kiwango cha shilingi milioni 10 au zaidi. Kwa hivyo, ukizingatia hesabu aliyopewa Irene, mwisho wa safari ya ujauzito miezi 9 baadaye, Irene angepokea shilingi 300,000 tu, huku maajenti wakiondoka na mamilioni ya fedha. Haikuwa uamuzi rahisi, lakini njaa, madeni na mahitaji ya watoto hayakumruhusu kufikiria mara mbili. Actually maisha imekuwa ngumu, kupata kazi ikakuwa ngumu pia. Kazi nilikuwa salary haiko inanitosha na watoto wangu since siko married. So nikaona nikifanya ya surrogacy at least hiyo pesa itateza kunisimamisha vizuri mimi na watoto wangu. Kilichofuatia ni Irene kutakiwa kutia saini mkataba katika ofisi moja ya wakili kwa jina Susan Waithera Kagwe iliyoko Jongo la 9 West ghorofa ya 7, eneo la Westlands. La kushangaza hata hivyo ni kuwa hakukubaliwa kubaki na nakala ya mkataba huo. Kwa hiyo kazi ya surrogacy ilikuwa imeandikwa kwa
hiyo message yenye nitumiwa kwanza wanalipa na 35,000 per month, but after transfer unapeangwa 10,000. Alafu unaenda unakaa kwa surrogacy house. After 2 weeks wanakurudisha hospitali kuangaliwa kama the pregnancy iko positive. So after another 2 weeks unarudishwa tena hospitali kuangaliwa heartbeat kama imepatikana. So after heartbeat unapeangwa 48,000. Hiyo 35 salary ya monthly na 13,000 ya kukununulia wewe mzazi kama mavazi ya kuvaa ukiwa pregnant. Mbeleni kila kitu kilionekana shwari hadi mwezi wa 4 wa safari hii ya ujauzito mambo yalipoanza kwenda sege mnege. Kwa hiyo journey ya pregnancy kakuwa tu vizuri. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu ikaanza kunisumbua. Nikakuwa nikienda hospitali Nairobi West. Huko ndiko wanapelekanga watu Nairobi West. Nikaanza clinic huko. Na ikiwa this month tu juu imetoka ikiwa 17 weeks. So this month ikakuwa imeleta shida kabisa. Ikakuwa maji imeanza kutoka. Na nikapelekwa Nairobi West. Nikakuwa admitted huko for 5 days. After siku 2 uchungu ikazidi. Siku ya 3 nikaona damu imetoka. Nikapigia huyo msichana wa agency, nikamuelezea. Akaniambia kama haitoki mingi na kama hauna fever, juu daktari alikuwa amesema nafaa kwenda hospitali kama niko na fever, headache ama backache, na kama maji inazidi kutoka na kama inanuka. Nikamwambia sijaona hizo na sisikii hizo, kitu nimeona ni damu tu kidogo, but uchungu bado iko. Akaniambia kitu tutafanya, tutangojea mpaka late night hours. Ikifika kitu saa 6 usiku nitakupigia uniambie kama damu inaongezeka, hapo sasa tutajua what next. So sikumpigia usiku, nikampigia the following day. Nikamwambia damu imeongezeka, inatoka bado imeongezeka, na ninasikia uchungu kwa mgongo na mtoto simsikia kicheza. Fika chini kwa daktari ndiye alinibreakia news, akaniambia mtoto amekufia kwa tumbo na siwezi nikarudi nyumbani, nafaa kuadmitiwa huko for at least 2 days, wanitoe wanipe dawa nilebe ndio nizae mtoto, na wani-observe waniangalie siku moja hivi ndio wani-release niende nyumbani. Baada ya kupoteza mimba, hali ilizidi kuwa mbaya. Maajenti waliokuwa wakimhakikishia msaada sasa wakaanza kumuona kama mzigo. Akaenda akaambiwa admission itakuwa 70,000. Hakusema chochote, niliona tu ametoka. Akaenda akaongea na simu na huko akakuja akaniambia baba ya mtoto amesema amefinyika kimfuko, hataweza kulipa hiyo pesa, so tunafaa tuende kwa a cheaper hospital. Na hapo ndipo ukimya ukaanza. Irene hapa anampigia agenti wake kwa jina Cynthia Awor Opio muda mfupi baada ya kupoteza mimba. Hello Cynthia. Yes. Nilikuwa nimesahau na kukuuliza alafu ile nini balance ya pesa yangu ulisema aje sasa? Pesa gani? Si kwa nini kwa contract inasema Cynthia unavoni compensate na 150. Inasema 16 to 25 weeks ni 150. Hata mtu akibeba mimba for 9 months inasemanga kuna hiyo 35. Unajua unafaa kulipwa kulingana na venye ulifanya kazi. Hata sasa ukiajiriwa kwa ofisi ufanye kazi, waseme salary yako ni 10k per month na ufanye kazi for 1 week, unafaa ulipwe hiyo 10k. Ama unafaa wakalculate waone kwa wiki ngapi itakuwa imefika pesa ngapi. Lakini sasa mimi ya contract ndio sielewi kabisa. Basi si ni wewe hauelewi. Hivyo tu venye umesema ni wewe hauelewi. I think nimeeleza mara milioni. Kwa kwanza kwa contract inasema because the survival of the baby is low. Kulikuwa na mtoto wa kusurvive. Sasa ningejua aje na mtoto kwenye ulinipeleka alitolewa akiwa pieces. Badala ya kumtafutia matibabu ya kufaa, maajenti hawa wakaamua kumleta katika chumba hiki kilicho karibu na hospitali ya Mbagathi kumuona tabibu huyu.
Jamaa huyu ambaye hajabainika ikiwa ni daktari aliyehitimu ndiye aliyehusika na operesheni iliyofuatia, na kilichofuatia kilimwacha na hofu. Ilikuwa opposite Mbagathi Hospital. Ni kama ni daktari anafanya kazi kwa Mbagathi but amechukua karoom tu kamegawanishwa na maplywood. Juu hata ikai hospitali huko ndiko alinipeleka. Nikaweka madawa hapa na zingine chini ya ulimi. Uchungu ikazidi. So kumbe the more uchungu inazidi ni mtoto anakatika. Juu mimi nilikuwa huko Nairobi West, nilikuwa najua nitazaa, watanipatia dawa nizae mtoto akiwa mzima, at least hata nitaweza kumuona. But sasa huku kwenye alinipeleka mtoto alitoka akiwa pieces. In fact have kuvurutiwa na syringe wakimwaga pahali. Kitengo chetu cha uchunguzi kiliamua kuzamia mtandao huu wa siri. Upelelezi wetu ukatupeleka hadi Rongai, kaunti ya Kajiado. Tulielekezwa hadi jumba la makazi lijulikanalo kama Dove Apartments. Ndani tunakutana na wanawake wajawazito wengine tayari wamepandikizwa mimba wakisubiri hatma yao. Huku mnafanya? Dakika chache baadaye, agenti aliyekuwa akimfokea Irene anayefahamika kama Cynthia anaingia. I don't know if they told you they're being exploited, wherever you're getting that from, and you had the liberty to question them. I feel like you're in the wrong place if you're trying to look for crimes. Yes. Kuna wataona watoto, so I just wanted to help. Mwenye hajafanikiwa kupata mtoto, maybe ako na shida. Ulijuaje kuhusu surrogate? Nilikuwa naangalia TikTok na hizo ma YouTube, nikaona na nika-apply. Again, welcome to our Kenyan surrogacy program. Uchunguzi wetu ulibaini kuwa Cynthia anafanya kazi kwa karibu na jamaa mmoja kwa jina Garav. Kazi yake mahususi ikiwa kuwatafuta wanawake ambao wako radhi kuingia katika biashara hii. So with them were they being detained here? Are they detained? That is what they said, they are detained. No, I'm asking you because you've said they are not detained. Is this your house? It is my house. How much are you being paid for per kid, every head? Confidential. You being mentioned adversely in child trafficking. What do you have to say about this? Who are these people mentioning me? Mutoko Nguli ni mwanaharakati anayepambana na biashara na usafirishaji haramu wa binadamu, human trafficking. You know, this is a black market. If it was something done in public view and public accountability, there would be far better care and procedure of how everything works from the inception to the end. It's a reality that for lack of a legal framework in this country, we experience all sorts of opportunists, people who come masquerading and who come to procure surrogate children through vulnerable young women who are desperate for incomes to support their young families, and especially those who are single mothers. The health of the mother should not be compromised at any point, whether the procedure has gone well or not well. Number two, so if that is not part of the agreement or is not a step that is taken seriously during the process, then it becomes criminal. Tofauti na mataifa yaliyoendelea, Kenya bado haina sheria ya kuwalinda wanawake wanaojihusisha na surrogacy. Mswada uliowasilishwa na mbunge wa Suba Kaskazini Millie Odhiambo na kupitishwa na bunge la kitaifa sasa uko katika seneti kwa ushirikishaji wa umma. Nature of human beings, as I said earlier on, without regulation, all human beings are predatory. They are exploitative, they are self-centered, and law exists therefore to mitigate what would be the chaos arising if everyone were left to pursue their own selfish desires and attempt to take advantage of whoever they can in the pursuit of those desires. And what is happening here clearly is that
there are some foreigners, generally from rich countries, who have seen Kenya and East Africa in general as a place they can exploit. We embarked on a research on an in-house research on surrogacy and the context under which it was happening in this country. And one of the things we unearthed at that point was that actually surrogate mothers were carrying babies who were not to be delivered for locals. The babies, once delivered through a cesarean section, were actually transported out of the country. Most of these babies were being trafficked for organ harvesting. Sheria inayopigiwa upatu inatoa maelekezo makali, ikiwa ni pamoja na kuwa raia wa Kenya pekee wenye umri wa miaka kati ya miaka 25 hadi 55 watakaoruhusiwa kuomba huduma za surrogacy. Kwa upande mwingine, wanawake watakaobeba mimba kwa niaba ya wengine lazima wawe na umri wa miaka 25 hadi 45 na wawe tayari wamezaa angalau mtoto mmoja na wafuzu tathmini ya kiafya na kisaikolojia. Kwa ujumla, sheria ya surrogacy hutofautiana duniani. Nchi kama Canada, Uingereza, Australia na Afrika Kusini huruhusu surrogacy ya huruma bila malipo, huku baadhi ya majimbo nchini Marekani, Ukraine na Georgia zikiruhusu surrogacy kwa mfumo ulio wazi kisheria. Hata hivyo, mataifa kama Ufaransa, Ujerumani na Italia yanapiga marufuku surrogacy kabisa. Any criminal business can only thrive when there is money, and not small money. Because always remember, there is a lot of people on the chain to safeguard and to ensure that the business is sustained. So in that case, it only means if at all they could be able to offer the surrogate mothers to the tune of $1 million or so, then how much more do you think they make? Because as per our research, per single child, you know, it's on the upward of 5 million. There is a lie that lawyers are expensive, and many people don't engage a lawyer before they enter into life-changing contracts and arrangements. From my observation after practicing law now for 18 years, it is always cheaper, even for those who say they are poor and they have all these 1,000,001 excuses not to see a lawyer. Kwa Irene, matumaini yaliyokuwa nayo yaligeuka kwa maumivu. Fedha alizoahidiwa hazikuwahi kufika. Maajenti waliomshawishi sasa wameingia mitini. Leo hii anabaki na makovu ya kimwili na ya kisaikolojia, akiwa hajui kama haki itawahi kumpata. Je, Kenya itachukua hatua kulinda wanawake wake au itaendelea kufumbia macho biashara hii ya siri inayozidi kunawiri gizani? Francis Ontomwa, KTN.